kuharibu Dream Engine legacy. Watu wengi wanashindwa sio kwa sababu hawana uwezo. Wanashindwa kwa sababu wanasubiri sana. Unasubiri nini? Muda sahihi, pesa zaidi, sapoti kutoka kwa watu. Ukweli ni huu: hakuna siku itakuja ukiwa tayari kabisa. Watu wengi wana ndoto, lakini wanaahirisha kila siku. Utasikia mwingine akisema, nitaanza kesho. Ndoto ni subiri kidogo. Nikipata kila kitu, nafikiri itakuwa ni muda sahihi wa mimi kuanza. Na kesho inageuka kuwa wiki, na wiki inageuka kuwa mwaka. Tazama, na mwaka unageuka kuwa mlongo. Na ndoto yako pia inakusubiri mpaka siku utakapoacha kusubiri. Ukweli mgumu ni huu: hakuna mtu anayewahi kuwa tayari 100%. Watu waliofanikiwa hawakuwa tayari. Hawakuwa na kila kitu, lakini walifanya kitu kimoja muhimu. Waliamua kwanza. Ndio, walianza safari ya mafanikio. Sikiliza hii. Kulikuwa na kijana mmoja aliyeacha chuo sababu ya changamoto ya pesa. Hakuwa na uhakika wa maisha ya baadaye, lakini hata hivyo alikuwa na wazo. Tazama, na hilo ndilo lilikuwa mtaji wake. Alianza shughuli zake za kiteknolojia kwenye garage ndogo ambayo aliifanya kama ofisi yake, akiwa na rafiki yake. Lakini siku moja kampuni yake ilifika hatua nzuri, lakini board of directors walimfanyia figisu. Kijana alifukuzwa kwenye kampuni yake mwenyewe. Ingekuwa ni wewe, ungefanyaje hapo? Watu wengi wangeachia hapo, lakini yeye alianza tena. Miaka michache baadaye walimtafuta wenyewe. Kijana, rudi bwana, mambo hayasongi mbele. Ndoto ya mtu ni ya mtu tu. Mwenye ndoto ni mwenye ndoto, haijalishi uko na mapesa mengi kiasi gani.
kijana alikubali kurudi kwenye kampuni ile ile ambayo alifukuzwa. Tazama, aliporudi aliibadilisha ile kampuni ikawa ni moja kampuni bora duniani ambayo leo hii inajulikana kwa jina la Apple. Si mwingine bali ni kijana Steve Jobs. Hata wewe bado una nafasi ya kuanza tena. Hata ukipoteza kitu, bado una nafasi ya kuanza tena. Kuna kijana mwingine na yeye alikuwa akisoma chuo. Huyu hakusubiri plani kubwa. Hakusubiri awe na mapesa mengi. Alianza tu. Tazama, mtaji wake ulikuwa wazo lake pamoja na kompyuta yake. Alipokuwa akiendelea, projekti yake ilikuwa ndogo sana, lakini aliendelea kuiboresha siku baada ya siku, na polepole ikaja kuwa kampuni kubwa kabisa ambayo leo hii inajulikana kwa jina la mtandao wa Facebook. Na huyu kijana anajulikana kwa jina la Mark Zuckerberg. Anza kidogo, utakuwa na kuongezeka. Tazama, kuna kijana mwingine. Huyu alikuwa na kazi nzuri, ameajiriwa. Maisha yake yalikuwa salama salimini, lakini alijua kuna kitu kikubwa zaidi ya ile kazi alikuwa anaifanya. Kuna kitu kikubwa zaidi ndani yake. Mwishowe aliamua kuacha kila kitu. Akaanza biashara ndogo. Alianza kuuza vitabu mtandaoni kutoka kwenye chumba kidogo kisicho na hadhi. Tazama, na leo hii biashara yake imekuwa moja ya kampuni bora duniani inayofanya vizuri, inayojulikana kwa jina la Amazon platform. Si mwingine bali tunamzungumzia Jeff Bezos. Alithubutu kuhatarisha maisha yake. Pamoja na hayo, kulikuwa na kijana mwingine. Huyu aliomba kazi mara kadha wa kadha maeneo tofauti, lakini alikataliwa kazi mara nyingi sana. Hata kazi ya kawaida nayo hakupata, lakini hakukata tamaa. Aliamua kuanzisha kitu kidogo mtandaoni, lakini hivi leo kimekuwa kitu kikubwa. Tazama, nacho ndicho kinachoitwa Alibaba Group.
na mmiliki wake si mwingine bali ni Jack Ma. Nafikiri umejifunza kitu. Kukataliwa sio mwisho wa safari yako. Tazama, yuko mtu mwingine. Yeye alianza akiwa mzee zaidi ya miaka 60 kuipambania ndoto yake. Wengi katika umri huo walikuwa tayari wameacha ndoto zao. Huyu alikuwa ni bwana mapishi. Aligundua formula ya mchanganyo bora katika mapishi, lakini hata hivyo ujuzi wake ulikataliwa alipowasilisha katika mahoteli kadha wa kadha. Lakini hata hivyo hakusimama. Japokuwa alikuwa na huzuni, aliendelea kujaribu tena na tena. Mwisho wake aliamua kuanzisha ofisi yake ndogo ya restaurant aliyoipa jina Kentucky Fried Chicken Restaurant. Alikuwa akipika kuku mkaango. Tazama na mapishi yake. Restaurant yake ilipata kuwa moja ya restaurant bora duniani iliyojulikana kwa ubora wa mapishi yake. Si mwingine bali Colonel Sanders. Watu wengi walivutiwa na mapishi yake. Tazama, hata wewe hujachelewa. Ndio, unapoangalia hadithi hizi unaona kitu kimoja. Hawakuwa tayari, hawakuwa perfect, lakini walianza. Kusubiri ndio kuna uwa ndoto nyingi sana. Usisubiri muda sahihi, tengeneza muda sahihi. Anza leo, anza sasa. Kama umefika mpaka saa hii kwenye video hii, andika kwenye comment na anza sasa. Usisahau kucomment na anza sasa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mbarikiwe.